kunena na wao, hata wale tunaenda kuzungumza na wao. Somebody just worship the Lord. Hata kutamka kijao, hata kuonyesha za mfano wa amani. Hii kazi yetu masia tunapeleka katika hii kazi waponye Mungu wa mbinguni
chakula cha kawaida, bali chakula cha kiroho. Siku ya leo Masia ikapata kuomba Baba chakula Yesu tangulia watawale hata kwa ajili ya kipindeke, hata kwa ajili ya Masaya. Hata katika vyakula isho ya kula kawaida, Mungu watangulie, watawale, watawale. Yesu shuka, tunapogeuza barikiwa na kinywa chako, barikiwa kula Masia, unapenda kutumia kawaida, uwepo wako tangulie. Baba tangulia Yesu, Baba achilia neema yako, Baba achilia ukuu wako, Baba achilia roho wako, Baba achilia miujiza yako, watu wale Baba wengine wakuki kutoka kwa mwisho utakatifu pesa pesa usiweke na Masia achia neema ya kawaida, achia roho ya kawaida, mtakatifu watakatifu wanapenda kutumia Baba, achia makuu yako, wapate kufunguliwa Masia, wapate kupona kwa magonjwa, wapate kuondolewa katika laini ya ugonjwa Masia, achia roho wako mfalme, katika vinywa vya wateule Baba, achilia neema wako utakatifu watakatifu mtakatifu wa kawaida, una mamlaka zaidi, una nguvu zaidi, una uwezo zaidi, una neema zaidi. Yesu tawala, unapoinua Masia, unapobariki Baba, unapofanya watu wakubwa hata katika maisha yao, unapoinua Masia, unapoondoa laana ndani ya Masia, unapoondoa kutoa mashama, Baba achilia neema, achilia nguvu Masia, achilia Masia, achilia roho yako Baba, achilia Masia, achilia neema yako Baba, achilia nguvu yako Masia, Baba isiyofanywa kwa maskini, bali watajirike, bali waheshimike Masia, bali waheshimike Baba, bali wafunguke Baba, wanapenda kutumia kama wewe Baba, kama Bwana Yesu, una uwezo kutenda, yanawezekana Masia, una nguvu kutenda, yanawezekana Jehova. Achilia uwepo wako Baba, achilia roho wako Masia, nipate fanyike Bwana Yesu, mwanzo mpya kwa watu hao wanapoenda kutumia Yesu, nifanyike mwanzo mpya wa maisha yao Masia, wasio wa kawaida. Uwabariki Baba, uwainua Masia, fungua macho ya ndani, fungua maisha yao mtakatifu, hata yaliyoko yamefungwa yapate kufunguliwa tena. Napokea chini ya neema, achia kawaida Yesu, tunakutukuza, tunakuabudu Masia, tunakuinua El Shaddai, tunalitukuza jina lako, maana unaweza, unastahili sifa, unastahili maabudu. We worship you, King of Kings, we worship you
mighty Father. We worship you, El Shaddai. We worship you, Jehovah Rapha. We worship you, Messiah. Oh, you deserve all the honor. You deserve all the glory. You deserve all the mighty. You deserve all the honor. We worship you at this time. We worship you, Father. We know you are going to do it, Father. You did it before, Father. And we are going out to your Father. And Father, testimony, mighty God. What you did before, Lord. Do it now today. Baba, tenda tena. Ili tulikane kwamba haukutuma bure. Ulituma na sababu. Tuliza lengo lako. Kwa walio wako Masia. Jinsi unavyokupendeza. Bado unapendeza Baba. Asante mtakatifu. Asante Masia. Asante Jehova Shama. Asante El Shaddai. Asante mtakatifu. Bado unaweza. Asante mtakatifu. Asante Baba. Asante mtakatifu. Asante Jehova. Asante Bwana Yesu. Ni wakati wako mtakatifu kwa ajili ya kutembelea waliolemaa. Mtakatifu, ni wasaa kwa ajili ya kwenda kutembelea waliozaliwa bila wazazi. Ukasema wewe ni baba wa yatima, Bwana ya wajane. Na Bwana Yesu, mali hii tumeitoa kwa ajili ya walemavu, tumeitoa kwa ajili ya wajane, tumeitoa kwa ajili Bwana Yesu ya watu walioachwa na wazazi wao, yaani yatima. Kwa mamani yauza hii siwe chakula cha kawaida. Kwa mamani yote atakayepokea jinsi mtakatifu ulivyofanya mikate mitano. Ikiwa kwa kijana ilikuwa mikate mitano, lakini ilipofika mikononi mwako ikabeba watu zaidi ya wanaume 5,000. Bwana Yesu, isiwe ni jambo la kuwafanya waishi maisha kuomba, bali uwape roho ya kubadilisha destiny yao, ya kubadilisha maisha yao. Ifanyike ufunguo jinsi ilivyofanyika mikate mitano ikafanyika watu 5,000. Samaki 2 ikafanyika Bwana Yesu watu 5,000. Na leo hii Bwana Yesu, wanapoiguza maisha yao watu ibadilike. Wakiwa na wagonjwa wapone, wakiwa wana pesa wafunguliwe kifedha, wakiwa Bwana Yesu walidharauliwa wapate heshima. Roho wakachukua nafasi ya kufungua akili za ndani. Yesu wasibaki kwa kawaida. Iwe Bwana Yesu mwanzo wa maisha yao. Iwe Bwana Yesu mwanzo wa maisha yao. Uwabariki, wainue mfalme. Uwabariki, watendee makubwa mfalme. Watendee maajabu. Hawajaona tena. Yesu tena ili julikane kwa Bwana Mungu. Asante mtakatifu, mwenye uwezo mwingi wa rehema, kwa kutenda haya na kutupa roho ya kuishi nao. Bariki wale waliohusika waje kusimama na hii kazi, na hata wengine wanahusika tena. Asante mama, unaenda kutenda kwa jina la Yesu na amen. Wasikilizaji na watazamaji, na ni wakati mwingine tena. Ni siku ya leo tulikuwa tumeitenga kwa ajili ya kwenda kushiriki upendo huu na watu wale wasiojiweza. Kuna watu si eti wamebaki katika hali ya kutojiweza. Kuna watu hawajapata ufunguo ya kuwatoa mahali pale. Kama vile tunaposoma maandiko matakatifu, unaona yule wakati walipokuwa msituni, Yesu Kristo, wanafunzi wake wakamkimbilia wakimwambia kwamba Rabii, hao watu wana njaa, siku 3 hawajakula. Lakini haikuwa tu kwa sababu siku 3 hawajakula, ni kwa sababu hawakumepata kitu cha kuamsha maisha yao. Yule kijana alikuwa na mikate 5 na hakujua kama inaweza badilika. Alikuwa na samaki 2, hakujua kwamba inaweza badilika. Tunapotoa hii wapelekea, atuwapelekee misaada, na wapa roho ya kuwatoa mahali pale, na wapa roho ya kuwainua. Chochote kitakachoingia kwa maisha yao kibadilisha maisha yao. Kuna watu wengine wako na nyota na wako hapo katika hali ambayo imebaki hivyo. Tunaenda kutumia roho ya madhabahu kupeana watu nyota ama roho ya mafanikio. Kuna watu katika orphanage ambao wanastahili kuwa wakubwa katika serikali, wakubwa katika ulimwengu, lakini maisha yao yamebaki pale. Natamani niwaambie kwamba
Mungu alipokuleta katika ulimwengu haja achana na wewe. Anatamani umtafute sana. Anatamani ni nani atakugusa mkono akuinue, kama yule kijana aliyekuwa amepagawa na mapepo miaka nyingi akikaa makaburini. Alipokutana Yesu Kristo, neno moja tu libadilisha maisha yake. Natamani hii iende ihubiri injili ya kipekee. Hivi tunavyovifanya hivi viende vihubiri injili ya kipekee. Natamani wengine wanasafiria wengine tumeweka hapa, mtu anaweza kufikiria wajue ni nini tumeweka hapa. Hizi ni vitu mnaona hapa, ni unga ya chakula. Hii tumehifadhi, kuna wale wanakuja nyuma watakuja kuchukua tuwapee. Hizi tumehifadhi nyuma, unapoona wanafungua hii pia ni chakula ambazo napeleka. Hiyo ni chakula cha unga ya ugali. Unapoona kuna mafuta pale na kuna mchele tena pale, na bila huyo anavyoendelea kufungua pale tena utapata kuna viazi viko hapo, na hapa tena kuna mchele. Ile tulivyokosea huko nasema hiyo ni mboga. Ile tunawapelekea. Hizo ni mboga tunawapelekea. Na hizi ni parts. Za wamama. Nifiche jinsi ambavyo unaweza ukaficha jua. Haya ni mafuta. Haya ni unga ngano. Tunawapelekea. Tushiriki upendo wetu na wao, na tushiriki tu upendo, tutashiriki upendo wa Mungu, na Mungu akishaingia kwa maisha ya mtu kubadilisha mtu. Wacha itendeke na itimie. Hata na wewe tunapofanya hivi, baraka hizi zitapeleka pia kwako, na ubarikiwe vile utakavyobarikiwa. Mungu awabariki tunapoenda anza safari yetu ya kupeleka vyetu kwa yani, tuko na gari kadhaa pale tunapoenda nazo. Mungu awabariki sana tunapoingia katika ibada ya kuishi na watu wenzetu ambao si wa kwetu. Tunaenda kushiriki nao upendo. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Naomba tusaidiane hizi vitu. Hili ni kanisa la New Life Prayer Center Church, liko hapa Nanyuki. Ni kanisa la New Life Prayer Center Church, liko hapa Nanyuki, mahali panaitwa Vivo. Liko hapa Nanyuki, mahali panaitwa Vivo. Naye nene ni Pastor Martin Manyasi wa New Life Prayer Center Church. Tuko hapa Nanyuki. Hivi ndivyo tunaishi, vile baba yetu wa kiroho anavyoishi. Hata saa hii anapanga mipango ya kupeleka chakula, nasi tumeanza mpango. Mungu wa mbinguni awabariki. Tunaposhiriki, tunapokutana tena huko, tutaonyesha ni watu gani tutapelekea chakula. Hatutafanya hivi tu, tunaonyesha ni nani tunapelekea chakula. Mungu wa mbinguni awabariki tena. Asante. Nitafanya kazi ya Bwana, akiniita nitaitika, akiniita nitaitika, akiniita nitaitika, nitafanya kazi ya Bwana. Bwana Yesu, fanya kazi, fanya. Ni wengi walioitwa, ni wengi ambao umewaita. Wakati mwingine ni ngumu kuelewa, lakini nafahamu umeniita. Katika safari hii mwito ni ngumu, na miba, kuna mapito ya dhihaka, kuna kukataliwa, kuna matusi, kuna kulala njaa, kuna kukosa kwa kiwango kikubwa, kuna majeraha ndani ya mwito, majeraha ya wapendwa, majeraha ya watumishi wa Mungu wenzangu. Ni machungu sana. Wakati mwingine ninawaza kuacha, wakati mwingine nachoka sana, wakati mwingine ya nyumbani yananizidi, lakini naomba unitie nguvu nimalize salama.
Naomba Roho wako aniongoze katika safari, mwisho wangu uwe mzuri kuliko mwanzo, nisije nikaleta aibu katika msalaba, ili nijiaibishe lakini nisiaibishe msalaba. Wewe uliyenifilia ukiwa uchi, nikufananishe na nani? Hakuna kitu ulininyima ili niwe jinsi nilivyo. Ulibeba yote, aibu. Ulimwengu mzima ulikuona ukiwa uchi, ili angalau mimi nitumike siku moja niwe mtu. Naomba unijalie neema nimalize salama, nipe nguvu nifanye hii kazi hata kama iko na mazito. Asante ni kwa ajili ya neema, asante ni kwa ajili ya kulinda. Heshima na utukufu niwe mwanapunda, nikubebe Kristo, nimalize salama. Yesu. Akiniita nitaitika, akiniita nitaitika, akiniita nitaitika, nitafanya kazi ya Bwana. Akiniita nitaitika, Bwana Yesu. Ni wengi walioitwa, ni wengi ambao umewaita. Wakati mwingine ni ngumu kuelewa, lakini nafahamu umeniita. Katika safari hii mwito ni ngumu, kuna miba, kuna mapito ya dhihaka, kuna kukataliwa, kuna matusi, kuna kulala njaa, kuna kukosa kwa kiwango kikubwa, kuna majeraha ndani ya mwito, majeraha ya wapendwa, majeraha ya watumishi wa Mungu wenzangu. Ni machungu sana. Wakati mwingine ninawaza kuacha, wakati mwingine nachoka sana, wakati mwingine ya nyumbani yananizidi, lakini naomba unitie nguvu nimalize salama. Naomba Roho wako aniongoze katika safari, mwisho wangu uwe mzuri kuliko mwanzo, nisije nikaleta aibu katika msalaba, ili nijiaibishe lakini nisiaibishe msalaba. Wewe uliyenifilia ukiwa uchi, nikufananishe na nani? Hakuna kitu ulininyima ili niwe jinsi nilivyo. Ulibeba yote, aibu. Ulimwengu mzima ulikuona ukiwa uchi, ili angalau mimi nitumike siku moja niwe mtu.
Naomba unijalie neema nimalize salama, nipe nguvu nifanye hii kazi hata kama iko na mazito. Asante ni kwa ajili ya neema, asante ni kwa ajili ya kulinda. Heshima na utukufu niwe mwanapunda, nikubebe Kristo, nimalize salama. Yesu. Mfalme nitafanya kazi ya Bwana, akiniita nitaitika, akiniita nitaitika, akiniita nitaitika, nitafanya kazi ya Bwana. Bwana Yesu, ni wengi walioitwa, ni wengi ambao umewaita. Wakati mwingine ni ngumu kuelewa, lakini nafahamu umeniita. Katika safari hii mwito ni ngumu, kuna miba, kuna mapito ya dhihaka, kuna kukataliwa, kuna matusi, kuna kulala njaa, kuna kukosa kwa kiwango kikubwa, kuna majeraha ndani ya mwito, majeraha ya wapendwa, majeraha ya watumishi wa Mungu wenzangu. Ni machungu sana. Wakati mwingine ninawaza kuacha, wakati mwingine nachoka sana, wakati mwingine ya nyumbani yananizidi, lakini naomba unitie nguvu nimalize salama. Naomba Roho wako aniongoze katika safari, mwisho wangu uwe mzuri kuliko mwanzo, nisije nikaleta aibu katika msalaba, ili nijiaibishe lakini nisiaibishe mzuri. Wewe uliyenifilia ukiwa uchi, nikufananishe na nani? Hakuna kitu ulininyima ili niwe jinsi nilivyo. Ulibeba yote, aibu. Ulimwengu mzima ulikuona ukiwa uchi, ili angalau mimi nitumike siku moja niwe mtu. Naomba unijalie neema nimalize salama, nipe nguvu nifanye hii kazi hata kama iko na mazito. Asante ni kwa ajili ya neema, asante ni kwa ajili ya kulinda. Heshima na utukufu niwe mwanapunda, nikubebe Kristo, nimalize salama. Yesu.
Ukiniita nitaitika, Bwana Yesu, ni wengi walioitwa, ni wengi ambao umewaita. Wakati mwingine ni ngumu kuelewa, lakini nafahamu katika safari hii tukasema kwamba tufikishe mbali kwa wenyewe kwa wenyewe. kuna mapito ya dhihaka, kuna kukataliwa, kuna Tuliambiwa kwamba kuna wengi kulala wanaenda nyumbani. njaa, kuna kukosa kwa kiwango kikubwa, Wanafunzi wako kuna majeraha ndani ya mwili, majeraha ya wapendwa, majeraha ya watumishi wa Mungu wenzao. Kuna chungu sana. Wakati mwingine kidogo tu furahia mimi pamoja wengine nachoka sana, kufundisha wetu na kuwajulisha kwamba hao si heshima lakini au naomba wanafuraha na kuangalia ndio maana ametia uamshe hai
Bwana Yesu, ni wengi walioitwa, ni wengi ambao umewaita. Wakati mwingine ni ngumu kuelewa, lakini nafahamu katika safari hii mwito ni ngumu, na miba na mapito ya dhihaka, kuna kukataliwa, kuna matusi, kuna kulala njaa, kuna kukosa kwa kiwango kikubwa, kuna majeraha ndani ya mtu, majeraha ya wapendwa, majeraha ya watumishi wa Mungu wenzangu. Ni machungu sana. Wakati mwingine ninawaza kuacha, wakati mwingine nachoka sana, wakati mwingine ya nyumbani yanakuza, lakini naomba unitie Mungu nimalize salama. Naomba Roho wako aniongoze katika safari, mwisho wangu uwe mzuri kuliko mwanzo, nisije nikaleta aibu katika msalaba. So hivyo hali ambayo tunayo tulete vitu vingine mliovificha nitakana sionekane, kwa sababu hawa ndio wakubwa waliopewa neema ya kudumu. Mchele kupeleka kwa pande hii. Kesho tu pale sana na nini pale. So hii ndio Mungu ametuonyesha, nije tushiriki na wale watu wasiojiweza ama watoto wale ambao wanahisi kwamba wana wazazi, wajue kwamba pia hawajatengwa, kuna wazazi. Walipoletwa katika ulimwengu huu, Mungu alijua ndio akaweka hapa, na sisi pia tumehesabika kuwa wazazi wao. Ndio maana tumejaliwa na neema ya kuleta hii mchele ni 50 kg, na hatukutamani tulete kitu cha aina moja sana, lazima tulete ngano pia kwa sababu ya msimu wa Krismasi, nao pia upate chapati kiasi na mandazi, na tukawezewa tena kuleta mafuta lita 20. Na kando na hiyo mshirika akasema mtaniacha nyuma, na akasema ataleta mabonga. So tuko na kabeji zika hapa kwa ajili ya watoto, na kisha na wale hawakuacha nyuma, ukiwa tu kubeba sana nzuri. Hizi hatukuja nazo nyingi sana kwa ajili ya watoto wa kike ndani, alafu uwezeo kuletewa pia na sabuni kiasi asante. Nashukuru kwa ajili ya kutukaribisha.
licha ya kwamba tulikuja kama surprise, lakini nashukuru sana kwa ajili ya kutukaribisha. Lakini naomba next time, because the other time we came with na gari ndogo, lakini leo Mungu amemewesha tumekuja na Nissan. Wakati mwingine tukuja na lori kubwa. Wakati mwingine Mungu atunemesha tukuje na lori kubwa na tusimame na wao, na ikiwezekana tusije na hizi peke yake, tuje hata pia na mavazi. Asante. Sasa sisi hapa kwa sababu kulea mtoto wa miezi 8 si jambo la kawaida, na inahitaji roho, inahitaji mwito. So tunaomba washirika, wakati mwingine tukija tutafuta hata diapers pia. Wakati mwingine tukutafuta hata diapers na tutafute hizi kwa ajili ya usafi wa watoto wa kike, tulete kwa wingi kimpendeza Mungu. Lakini zaidi yote nashukuru washirika na New Life Fraternity kwa kutuwezesha kushiriki upendo na watoto yatima. Anayeshiriki na yatima hushiriki na Mungu mwenyewe, maana yatima hahesabiwi na mwanadamu, anahesabiwa na Mungu mwenyewe. Anayeshiriki na mjane anashiriki na Mungu mwenyewe, maana mjane yeye hana mzee mwingine, mzee wake ni Mungu. So wakati watu wale wamehusika kufanya, hata wale wametutangulia wamefanya haya, ni kwa faida ya ufalme, si kwa faida ya ulimwengu. So sisi wakati tunapokuja hapa tumejivunia kwa sababu tumeshiriki utukufu na Mungu mwenyewe. Tuko hapa tunashiriki utukufu na Mungu mwenyewe, maana yeye ndio baba wa yatima. So tukisikia kwamba wale wenye hii organization wakisema mbarikiwe, si baraka zetu, ni za Mungu mwenyewe. So tunashukuru sana kushare baraka za ufalme wa mbingu na nyinyi wale mnasimamia mahali hapa. Asante. Amen. Asante. Unapolala njaa, unapokosa kwa kiwango, kuna majeraha ndani ya mtu, majeraha ya wapendwa, majeraha ya watumishi wa Mungu wenzangu. Ni machungu sana. Wakati mwingine ninawaza kuacha. Wakati mwingine nachoka sana. Mungu atunemeshe siku moja tusimama na wao. So tunaelekea kuona watoto. Kinita nitaitika, akinita nitaitika, akinita nitaitika, nitafanya kazi ya Bwana. Akinita nitaitika, Bwana Yesu, ni wengi walioitwa, ni wengi ambao umewaita. Wakati mwingine ni ngumu kuelewa, lakini nafahamu katika safari hii
Mwito ni ngumu na mimi na tunafurahi sana. Tunawaambia watoto wetu tumebarikiwa sana leo. Asante. Tumekuwa na wageni the third for today. And the thank the God Almighty. Yes. For such a blessing, ya mvua. Asanteni sana. Yeah, so tulikuwa na program ndogo na second team. Leo mmeingia nikaona ni vizuri pia before tuende kwa hiyo program. Tuwakaribishe watoto wetu na wape baraka. Tunapenda wageni. Karibuni sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kabla sijaenda hatua nyingine, natamani tuanze na maombi. Hata kama ulikuwa umeomba, tuombe tena. Asante, wacha tushukuru. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, Mfalme wa amani, unayeketi patakatifu, unayetawala mbingu na nchi na vyote vilivyomo, Yesu, umekuwa wa neema zaidi. Umetupa fursa tena ya kushiriki na uzao wako. Ukasema kwamba yatima ni uzao wako na mjane ni familia yako. Na Yesu, tumekuja kushiriki utukufu pamoja na uzao wako katika nyumba hii. Umewatenga mahali hapa si kwa sababu wamekosa wazazi, ni wewe ndio mzazi wao. Ndio maana umetutuma mahali hapa Yesu. Tuomba nisitoomba Roho wako atawale mahali hapa. Tuomba kibali chako mahali hapa. Tuomba neema yako mahali hapa. Hata wewe tutambulia Bwana Yesu, uliwapa roho sawa na yeye. Maana kama ulivyokuja tuweke katika pamoja ili tuje tushiriki upendo wa pamoja na uzao wako. Bwana Yesu, tunaposimama mahali hapa tunakuita. Bwana, tunakuita kwa ajili ya watoto wadogo, kuanzia mtoto wa miezi 8 na kwa ajili ya mtoto wa miaka 18, ni kwa ajili ya wanaosoma, ni kwa ajili ya utakatifu wanaojifundisha mambo mengi. Maana kwa ajili ya organization nzima ambayo inahusika kwa ajili ya kuendesha familia yako iwe salama. Asante kwa ajili ya kuwapea hekima, asante kwa ajili ya kuwapea ufunuo, asante kwa ajili ya kuwalinda. Naposimama pamoja nao, Bwana Yesu, tupe kibali na usitoke ndani mwetu, bali uwe ndani mwetu. Tunalotamka liwe lako kwa wema kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu, wakati mwingine tumerudi tena baada ya mwaka mzima. Tunashukuru Mungu kwa kutuwezesha kukaa hadi mwaka mwingine tukaona. Sifa na utukufu zimrudie Mungu. Sifa na utukufu zimrudie Mungu. Na leo nashukuru kwa sababu hatujakuja peke yetu, tumekuja tukakuta na wenzetu wamekuja kushiriki upendo pamoja na sisi. Hizo ni baraka kwa Mungu. Tena zaidi, kitu natamani naongelesha walio na umri kiasi, naongelesha na wale walio chini kiasi. Natamani niwaambie kwamba hii ni baraka kubwa kwa taifa na kwa jamii. Maana vile kulivyo, kuna kitu Mungu ataweka ndani mwenu special ambazo wengine hawana.
So wakati tunapokaa mahali hapa, ninyi mnatawaliwa na Mungu mwenyewe, hamtawaliwi na mzazi wa ulimwengu. Unaona hii ni wa baraka zaidi, kwa sababu wengine wanategemea baba wa ulimwengu, lakini nyinyi baba yenu ni wa mbinguni. Baraka zinapokuja hazipiti kwa baba wa dunia, zinapita kwenu kwanza, ndio zikuje katika ulimwengu. Sasa nyinyi mko bora kuliko wale wako na wazazi. Simesema kitu kizuri? Kwa sababu maandiko yanasema watu Mungu, maandiko yanasemaje? Yatima baba yao ni nani? Ni Mungu, sivyo? Lakini sisi wengine tuko na watoto wanatuita baba. Sasa wale wanaita baba yao ni Mungu, na wale wanatuita sisi wazazi baba yao wangapi wako afadhali? Mayatima. Wakati Mungu anaanza kubariki, haleluya, wakati Mungu anaanza kubariki, anaanza kwa watu gani? Mayatima. Watoto wake, sivyo? Ambaye ni mayatima. Sasa nyinyi mko bora kuliko walio na mama na walio na baba, sivyo? Sawa. Sasa mtu aliye wakati anasoma kwa nini wote unakuta mtu zingine watu wako na wazazi wao, sivyo? Unakuta mtu wengine wako na wazazi wao. Mtu asikuingia akisema kwamba dadi anakuja, mtu asikuingia asema kwamba mami amekuja kuniona. Wewe mwambie niko na dadi hapa, kila wakati ananiangalia, kila wakati ananitembelea, kila wakati ananihudumia. Sasa mimi dadi wangu yuko hapa. Amen. Shukrani kwa baraka. Amen. Natamani mnapokaa huko msiwe na stigma eti kwamba eti fulani baba yake alikuja kumtembelea. Wewe malaika, the angels of God, you are the family of heaven. And since you are the family of heaven, and the family of heaven, it comprises of angels, yeah? Sasa nyinyi wakati unapokaa, kwa sababu wewe ni mzao wa mbingu, malaika ni mandugu zako. Haleluya. Malaika ni sasa, wewe anaposema ndugu yake, sema mimi niko na malaika 12 hapa wamenizunguka, chochote ninachotaka wananiitishia kwa baba yangu. Haleluya. Chochote unachotaka wanakuitishia kwa nani? Kwa baba yako. Sasa mtu asikulimbie. Haleluya. Your father is very rich. Baba yenu ni tajiri, tena anagawiya wengine. Mtu anayekulingia kwa uzazi, mwambie babangu ni tajiri. And your riches is precious. Imewekwa katika hazina ambayo mtu hawezi ona na macho ya kawaida. Haleluya. Haiwezi imewekwa katika kiwango mtu hawezi ona na macho ya kawaida. Inahitaji mtu aliye na macho ya ndani kama sisi. Vile tumekuja kuwatembelea kwa sababu kanisa sijui. Haleluya. Tumekuja kuwatembelea tu. Tumekuja kuomba baraka kwa baba yetu. Amen. Sisi tumekuja kuomba baraka kwa baba. Sasa wakati tutakaposema ubarikiwe, hata mimi nitabarikiwa. Haleluya. Amen. Kwa sababu mimi nimejaa baraka. Na kule tunakoenda hakuendi kwa sababu mtu ameongoza. Mnaenda kwa sababu kuna yule amewatangulia. Na yule amewatangulia ako na macho makali sana.
kuliko wale walio na macho ya ulimwengu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hebu jipigie tu makofi. Hebu jipigie makofi tena. Pastor Martin wa Jula President Church pale Vivo chini ya Baptist Ezekiel. Tena leo tunakuja kushiriki upendo na nyinyi. Mmenikaribisha? Yes. Wakati mmenikaribisha. Okay. Tuna furaha kwa sababu ya kuja kushiriki na nyinyi. Hatuja kuja na kitu kizuri zaidi, bali tumekuja na roho wa Mungu. Na tumekuja tena na kile kidogo tu ambacho daktari anajua. Kile tumekuja nacho, tunawaletea unga wa chapati kiasi na tunawaletea tena na mafuta na mchele kiasi, lakini next time tutakuja vizuri zaidi. Ni sawa? Kwa kunikaribisha, na sija kuja peke yangu, nimekuja na mke wangu, ndio huyu hapa. Na nimekuja na wachungaji wengine. Wachungaji. Simone tumekuja wengi. Na sisi wote ni wana wa nani? Wa mfalme. Si ndio? Na mfalme wetu ni nani? Ni Mungu. Sasa pia sisi tumekuja kushiriki na wenzetu ambayo tunasaidiwa na Mungu pamoja. Huyu akiwa mmoja, na huyu akiwa mmoja, na huyu mwingine, na huyo mwingine, na huyo mwingine. Unajua wakati unalala, ni watu gani wanakuzunguka wewe? Ninakiona nani anajua? Malaika. Kwa sababu hauna ndugu mwingine, ni malaika. Amen? Amen. So you lie, you sleep like a king. Umelindwa na malaika. Sema mimi ni mfalme. Sema mimi ni malkia. Amen? Amen. Wewe na Yesu ni mandugu. Amen? Amen. Haleluya. Wewe na Yesu ni mandugu. Si ndio? Maana Yesu ni mwana wa Mungu na yatima ni mwana wa Mungu. Na kama Yesu alifanyika mfalme katika kiti cha enzi akiwa mfalme, sema mimi mfalme. Atupigie makofi. Sasa ukiishi, tafuta maisha ya kifalme, si kwa title. Haleluya. Tafuta title ya kama mtu amekuwekea nafasi ya ufalme. Si utawala hapa ulimwenguni kama utatawala huko. Si ndio? Sasa wewe ukiwa hapa na ukiwa chini ya viongozi wanaotulinda mahali hapa, wanakuongoza katika barabara ya ufalme, nawe tafuta ufalme, usitafute kuanguka. Unaona nasoma? Yes. Unaona nasoma? Yes. Yes. Zote mpaka fofo. Fofo ni ngapi? Fofo ni wewe. Wewe ni fofo. Wewe pia ni fofo. Kama wewe na dada, kama wewe ni mwana mfalme, nani atakana apate kitu kizuri? Si ni wewe? Kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. God gives knowledge and wisdom in you. So, wakati unasoma, usisome tu kitabu, itisha knowledge ya Mungu because you belong in him. Am I getting somebody? Yes. Tafuta wisdom ya nani? Ya Mungu ikae ndani mwako. Mwambie Mungu, wewe ndio baba yangu na wewe ndio utajiri wa matajiri. I want to live a good life. Hello? Amen? Yes. Siama waje na watosha? Yes. Ndio kwa Yesu mkono wa Mungu. Yes. Asante kwa ajili ya program na asante kwa ajili ya kunialika, na tutakuja tena. Na this time round hatutangojea ifike mwisho wa mwaka kama huu. Tutakuja mapema zaidi. Wangapi wanasema tukuje mapema zaidi? Amen.
Nashukuru sana. Nachukua nafasi kuwashukuru wageni wenzetu wale tumekuja pamoja na tumeshiriki pamoja kuwa pamoja na nafurahi. Kama kulikuwa na program nyingine naweza kuihanga. Asante. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Ni kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Ni kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Ni kitu gani kitanitoa mbele za Mungu wangu? Kitu gani kitanitenga na Yesu wangu? Heri nishinde kwako siku zote za maisha yangu. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Msalabani bora kuliko vyote, Yesu Mwokozi wangu. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Aliyelipa gharama zangu mimi, Yesu Mwokozi wangu. Kitu gani kitanitenga maisha yangu kwa damu ya bei ghali? Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Aliyenifanya kuhani wake ni Yesu Mwokozi wangu. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Ameniinua kati ya ndugu zangu, ni Yesu Mwokozi wangu. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Amenipa vipawa ninatumika, ni Yesu Mwokozi wangu. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Ninasafiri, ninahubiri jina lake Mwokozi. Kitu gani kitanitenga Baba? Ni kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Mbele zako Mfalme natetemeka, ni Yesu Mwokozi wangu. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Nikufananishe na nani Baba? Hakuna kama wewe. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Nguvu zako zinanishangaza Yesu, ni nani kama wewe?